of Pepa Kugui began in 1970, where the seeds of faith were planted in humble circumstances. During this foundational period, the church was served by Pastor Motono. Wacha tusaidia na geuza kwa Kikuria ama kwa Kiswahili ili kila mtu akaelewe. Nitaanza. The chapter 1, sura ya kwanza. The foundation and the growth of Pepa Kugui. Msingi na kukua kwa kanisa la Pepa Kugui. 1. Ya kwanza. The beginning at Nguku in 1973. Ilianza Nguku katika mwaka wa 1973. The story of Pepa Kugui began in 1973 at Nguku. Historia ya kanisa hili la Pepa Kugui ilianza katika mwaka wa 1973 kule Nguku. Where the seeds of faith were planted in humble circumstances. Pale ambapo mbegu za imani zilipandwa katika misingi. During this foundational period, wakati huu wa kuanzishwa kwa kanisa hili, the church was served by Pastor Motono. Kanisa lilihudumiwa na mchungaji Motono, who shepherded the congregation as they worshipped in a simple grass-thatched hut structure. Ambaye alichunga kanisa katika nyumba iliyokuwa imejengwa kutumia nyasi. However, hata hivyo, the pastoral journey at Nguku during that time had seen several faithful leaders serving the congregation. Safari ya kanisa katika Nguku ilionyesha viongozi kadhaa waliokuwa pamoja na mchungaji. 1.1 moja juu ya moja. Early pastoral succession. Wachungaji wa kwanza waliofanikisha kanisa hili kuendelea. Pastor Motono served as the first pastor. Pastor Motono alitumika kama mchungaji wa kwanza wa kanisa hili, establishing the initial foundation of the ministry. Ambaye alianzisha misingi ya kwanza ya huduma. Pastor Yoel, mchungaji Yoeli, followed as the second pastor, alifuata kama mchungaji wa pili, continuing to build upon the spiritual groundwork. Ambaye aliendeleza misingi ya imani. There is another pastor known as Pastor Daniel Mosabi. Kuna mchungaji mwingine anajulikana kama mchungaji Daniel Mosabi. He became the third pastor, ambaye alikuwa mchungaji wa tatu. further strengthening the congregation. Zaidi akaendelea kutia fora katika kuimarisha kanisa. Pastor Joshua arrived as the fourth pastor. Mchungaji Joshua alifika kama mchungaji wa nne, serving the church with the hope and the determination for growth. Ambaye alitumikia kanisa katika tumaini na akiwa na tumainio la kuendelea. 22. Point ya pili. The first relocation. Yani uhamisho wa pili wa kanisa from Nguku to Mogesi's place 1973 to 1984. Kutoka pale Nguku hadi kwa shamba la mzee Mogesi mwaka wa 1973. 2.1. Mbili juu ya moja. The challenge at Nguku. Changamoto iliyotokea katika Nguku. A significant obstacle arose when Wangui, changamoto ilitokea wakati ambapo Wangui, on whose premises the church had been meeting, ambaye kanisa lilikuwa limewekwa katika shamba lake, denied permission for the congregation to continue using his land. Alinyima kanisa nafasi ili kuendelea kutumia shamba lake. This rejection could have ended the ministry. Kukataa kwake huku kunasababisha huduma kukoma. But instead, lakini licha ya hayo, it became a crystal for growth and determination. Ilifanyika kama ngazi ya kuendelea mbele. 2.2. Mbili juu ya moja. Museti Nyalotomono's vision. Mzee Museti maono ya mzee Museti Nyalotomono. In response to this challenge, kwa jawabu kwa ajili ya changamoto hii, Museti Nyalotomono demonstrated remarkable faith and leadership by making plans to relocate and build a church at Mogesi's place. Mzee Museti Nyalotomono alionyesha imani ya kutotikizika kwa kutafuta maeneo mapya ya kujengwa kwa kanisa
ambalo lilikuwa Mogesi. This marked the beginning of the church's journey toward its permanent home. Hii ilionyesha mwanzo wa kanisa kuelekea katika mahala pake inapoishi. 2.3 Worship on stones. 2:3 kuabudu katika mawe. At the Mogesi's place, katika shamba la mzee Mogesi, the congregation faced extremely humble conditions. Kanisa lilikumbana na changamoto na hali ngumu. They gathered for worship seated on stones. Walikusanyika katika maeneo ya ibada wakiwa wamekaa juu ya mawe. Demonstrating extraordinary dedication and a commitment to their faith despite the lack of proper facilities. Walionyesha kujitolea kwao kwa ajili ya kukuza imani licha ya kuwa hakukuwepo na maeneo ya kuabudu. During this period, wakati huu, James Oganchuba faithfully served as the Sunday school teacher. Kwa wakati huu James Oganchuba alitumika kama mwalimu wa shule ya Jumapili, nurturing the spiritual growth of children, ambaye alihakikisha kukua kwa watoto wadogo. Peter Itembe's emergency, kutokea kwa mchungaji Peter Itembe in 1984, katika mwaka wa 1984, a pivotal leadership transition occurred when Peter Itembe took over as the Sunday school teacher from James Oganchuba. Mabadiliko makubwa yalionekana wakati ambapo Peter Itembe alichukua kutoka kwa James Oganchuba kama mwalimu wa. This marked the beginning of Peter Itembe's significant role in the church development. Hii ilionyesha mwanzo wa Peter Itembe, mwanzo wa kazi ya Peter Itembe katika kuendeleza huduma ya watoto sana. The first building at Bohembwe, jengo la kwanza kwa maeneo ya Bohembwe, moving from the stones where they had been sitting, walipoondoka kutoka katika eneo la mawe walipokuwa wakikaa, congregation constructed another grass-thatched house at the Bohembwe location, moving from Mogesi's place after persistent pressure from the locals. Kanisa lilihamia kwa shamba la Bohembwe walipotoka kwa Mogesi baada ya kuwa joto la kuondoka kutoka kwa shamba la Mogesi limekuwa jingi. This represented the first step toward having a proper worship structure. Hii ilionyesha hatua yao ya kwanza ya kuelekea katika kuwa na jengo imara na kumwabudia Bwana. The second location, sehemu ya pili walipoweka kanisa, Church of Gwili's place. Walipeleka kanisa katika shamba la Chacha Gwili. The first guitar in 1986. Gita ya kwanza katika mwaka wa 1986. In 1986, the congregation came together to make a collective contribution. Katika mwaka wa 1986, kanisa lilikuja pamoja ili kufanya mchango, and with the generous support of Kerioba, na katika kujitolea kwa mzee Kerioba, who served as the main guest and the financial contributor, ambaye alitumika kama mgeni wa heshima na aliyetoa changisho kuu. They purchased the church's first guitar. Na hivyo basi kusababisha kununuliwa kwa gita ya kwanza ya kanisa. This instrument became a symbol of their progress. Chombo hiki kilifanyika kama ishara ya maendeleo And enhanced worship experience significantly. Na hivyo basi kikaboresha katika ibada ya maabudu. The final move, kuhama kwa mwisho, establishing Kugui in 1986 to 1993. Ambayo sasa ilisababisha kuwepo kwa kanisa la Petro Kugui katika mwaka wa 1986 hadi 1989. The historical relocation, historia kuwepo kwa maeneo ya kihistoria yaliyokuwepo. In 1986, katika mwaka wa 1986, the congregation made its most significant and finally moved from Church Gwili's place. Kanisa lilifanya uamuzi na likaondoka kutoka katika shamba la Chacha Gwili to Kugui.
wakaingia katika eneo la Kugui, the church's current and permanent location. ambayo ndiyo maeneo ambayo kanisa lipo hata leo. This relocation marked the culmination of years of searching for a spiritual home. Hii kuhama kwa kanisa kulionyesha udhabiti wa kanisa kuondoka na kutafuta maeneo yake halisi ya kuabudia. Building the church at Kugui, ujenzi wa kanisa katika Kugui, the community demonstrated remarkable unity. Jamii ilionyesha umoja wa kushangaza sana, and a commitment in establishing the new church house. Na kujitolea kwao ili kwamba kutengeneza eneo la kuabudia. They traveled to Buisana and cut trees for construction materials. Walisafiri hadi Buisana na wakakata miti kwa ajili ya ujenzi. Museti Nyarutomono served as the leader builder. Mzee Museti Nyarutomono alitumika kama kiongozi na mjenzi, skillfully overseeing the construction of the first church structure at Kugui, ambaye alionyesha umaarufu katika ujenzi wa kanisa. The entire congregation participated in the building process. Hata hivyo, pamoja kanisa lote kwa jumla lilihusika katika kujenga kanisa, working together to erect their house of worship, huku wakifanya kazi kwa pamoja ili kusimamisha kanisa kwa ajili ya ibada. By 1993, katika mwaka wa 1993, the church had developed a formal administrative structure. Kanisa lilikuwa limetengeneza jengo zuri la kumwabudia Bwana. John Spora was appointed as the church secretary. John Spora alichaguliwa kama mwandishi wa kanisa, handling documentations and communication. Alikuwa akishughulikia mambo ya kutunza na stakabadhi na kutoa matangazo. Paul Nyemori became the treasurer. Paul Nyemori alifanyika kuwa mhazini, managing the church's finances and the resources. Ambaye alishughulikia pesa ya kanisa na kutunza pesa ya kanisa. The birth of Ihore Pefa, kuzaliwa kwa kanisa la Pefa Ihore. During this period of consolidation, wakati huu wote wa kanisa la Pefa katika kanisa la Pefa Kugui, a group of foundation members, kikundi cha waanzilishi wa kanisa, filled with missionary zeal, walijazwa na roho ya kuendeleza huduma, went ahead to establish Ihore Pefa, wakaendelea mbele na kuanzisha kanisa la Pefa Ihore, making the beginning of church's extension ministry. Wakaonyesha kuanzisha kupanuka kwa kanisa. Phases of the church development summary. Yani stages, hatua za kukua kwa kanisa. Phase 1. Hatua ya kwanza, Buku 1973. Buku ambayo ilikuwa ni mwaka 1973. The birthplace of the ministry, ambapo huduma ilizaliwa pale, where four pastors served in succession and the congregation worshipped in a grass thatched structure. Pale ambapo wachungaji wanne waliongoza waumini katika nyumba ya nyasi, until relocation became necessary. Hadi pale ambapo maeneo ya kanisa yalipatikana. Mogesi's place to Bohembe. Kutoka kwa Mogesi kwenda kwa Bohembe. After leaving Buku, baada ya kuondoka Buku, the church briefly connected with the Mogesi's place before settling at the Bohembe. Kanisa kwa haraka liliingia kwa shamba la Mogesi kabla ya kuhamia kwa Bohembe, where they worshipped on stones and built the first grass thatched house. Pale ambapo waliabudia katika mawe na kisha baadaye wakajenga kanisa la nyasi. Verse 3. Katika stage ya 3, the establishment of the permanent church house, kuanzilishwa kwa kanisa la kudumu, with proper structures and a formal organizational system, na vifaa vya kudumu na vifaa vya kuwezesha huduma. Struggles and perseverance, kuendelea na kuvumilia the challenges faced, changamoto zilizowakumba waanzilishi, pressure from local community, walipokea vitisho kutoka kwa wanajamii waliokuwa karibu nao throughout its journey. Siku zote katika safari yao, Pefa Kugui faced significant opposition and pressure from the local community. Kanisa la Pefa Kugui lilipata pingamizi
na pingamizi kutoka kwa wanajamii. Some neighbors were skeptical of the church's presence. Baadhi ya majirani hawakufurahishwa na uwepo wa kanisa, creating social challenges for the congregation members. hivyo basi wakasababisha changamoto nyingi kwa ajili ya wale ambao walikuwa wanahusika na kanisa. Another challenge, Changamoto nyingine, opposition from Abagaga Binchama. pingamizi kutoka kwa wazee wa kimila. The church also encountered Kanisa pia ilikumbana na changamoto from Abagaga Binchama, kutoka kwa wazee wa kimila, traditional elders or local authorities, yani wale wazee waliokuwa na mamlaka wakati huo, who sometimes viewed the Christian movement with suspicion or outright hostility, ambao wakati mwingine waliona kuendelea kwa kanisa kama njia isiyofaa. This opposition tested the faith and the resolve of the congregation. Pingamizi hii ilijaribisha imani ya waumini na hivyo basi ikasababisha wao kuendelea. The third struggle, changamoto ya tatu, financial struggles. Changamoto ya kifedha. Perhaps hata hivyo, the most persistent challenge was financial constraint. Changamoto kubwa iliyowakumba kanisa ni changamoto ya kifedha. From purchasing land to building structures, ili ya kwamba waweze kununua shamba na kujenga kanisa. From buying the first guitar to maintaining the ministry, kuweza kununua vita kipya na kuwezesha huduma. The church constantly faced economic difficulties. Kanisa ilipata changamoto kubwa ya kifedha. Hata hivyo, through sacrificial giving and communal support, kupitia kujitolea na kuwa pamoja ili kuendeleza huduma, they overcame each financial hurdles. Waliweza kushinda changamoto yote ile ya kifedha. Achievement and legacy. Kile ambacho waliweza kutimiza na kile ambacho waliacha nyuma. Extension of the ministry to other church branches. Kuendeleza kanisa kwenda kwa kanisa zingine. One of the Pepper Kubui's greatest achievement has been its multiplication into numerous daughter churches. Mojawapo ya kile ambacho kanisa imeachieve ni kwamba imeweza kufungua kanisa nyingi na kuzaa kanisa nyingi, spreading the gospel throughout the region, ambayo imesababisha kuendelea kwa huduma kupitia kwa jamii yote. Branches churches establishment. Mojawapo ya kanisa zilizozaliwa na Pefa Kugui, Ihore Pefa, ikiwemo kanisa la Pefa hiyo, the first daughter church, ambayo ilikuwa kanisa ya kwanza established by pioneering members from Kugui, ambayo ilianzilishwa na waanzilishi wa kwanza wa kanisa la Pefa Kugui. Number 2 was Taragwiti Pefa. Na pili ilikuwa kanisa la Pefa Taragwiti, extending the ministry to the Taragwiti area, ambayo waliamua kuendeleza huduma kwenda kwa eneo la Taragwiti. Number 3 Vikonge Pefa. Ya tatu ilikuwa Pefa Vikonge. This was opened by by Peter Museti as his first extension in the ministry, ambayo ilifunguliwa na ilianzilishwa na mchungaji Museti, ambayo ilikuwa kanisa lake la kwanza la kuanzilisha. Nyahungurumu Pefa, Nyahungurumu Pefa, reaching the Nyahungurumu community, ambayo ilisababisha injili kufikia watu wa Nyahungurumu. Nyabiri Pefa, Pefa Nyabiri, establishing a presence in Nyabiri, ambayo ilisababisha uwepo wa Mungu pale Nyabiri. Magiha Pefa, Magiha Pefa, bringing the gospel to Magiha, ambayo ilisababisha kupelekwa kwa injili katika eneo la Magiha. Sorore Pefa, kanisa la Pefa Sorore, planting a church in Sorore, ambayo ilisababisha kupandwa kwa kanisa katika eneo la Sorore. and the many to come. Pardon? And the many to come. Ana zingine ambazo zinatarajiwa kuzaa. These 6 branch churches. Victory. Pardon? Pefa Victory. Yes. Okay, there is another one we forgot. Pefa Victory. Na nyingine ambayo tumesahau ambayo ni kanisa la Pefa Ushindi. These 6 branch churches stand as a statement to the evangelistic zeal and the missionary
commitment of Pepper Pugui. Kanisa hizi sita zinasimama kama kionyesho cha kuonyesha jinsi ambavyo kanisa la Pepper Pugui lilivyojizatiti ili kuendeleza uinjilisti. Each presents community transformed by the gospel and the spiritual families parted from the mother church. Kila kanisa katika kila eneo inaonyesha udhabiti wa familia kubadilishwa kwenda katika maisha ya kiroho. Number 2, another achievement. Nyingine, pastors emanated from Pugui. Wachungaji waliokuwa na ambao wametokea Pugui. Pepper Pugui has been a spiritual cradle. Kanisa la Pepper Pugui limekuwa msingi dhabiti for a pastoral ministry, kwa ajili ya huduma ya uchungaji, rising and sending out numerous pastors ambayo imeinua na kuwatuma wachungaji kadhaa wa kadhaa who have served both within and beyond the church, ambao wametumika kanisani na pia nje ya kanisa. This remarkable achievement kuendelea huku na kufanikiwa huku demonstrated the church's commitment to the leadership, development and ministerial training. Kumeonyesha kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya kukuza huduma. These are the pastors emanated from Pugui. Hawa ndio wachungaji walioinuliwa kutoka kwa kanisa la Pepper Pugui. The first one was Pastor Joseph Tatiro. Mchungaji wa kwanza kutolewa hapa alikuwa mchungaji Pastor. You can wave Pastor if you are here. Naweza kutusalimia kama uko hapa. Pastor Tatiro. Mchungaji Tatiro. One of the early pastoral leaders from Pugui. Mmoja wapo mchungaji wa kwanza aliyetoka Pugui. Ambaye pia kwa sasa amepumzishwa majukumu. Number 2, wa pili, Pastor Peter Itembe. Mchungaji Peter Itembe, the pioneer pastor who led the church through multiple reformation and mchungaji wa kwanza aliyeongoza kanisa kwa maeneo lililokuwa likihamia. Our able pastor, ambaye kwa sasa amepumzishwa majukumu. The next one was Pastor Peter Chacha. Watatu alikuwa mchungaji Peter Chacha, continuing the legacy of pastoral ministry, ambaye aliendeleza huduma ya uchungaji. Hallelujah. Then Pastor Paul Nyamohono, baadaye mchungaji Paulo Nyamohono, contributing to spiritual leadership at the Symbolic Pepper, ambaye alisababisha uongozi wa kanisa katika kanisa la Symbolic Pepper. Pastor Bramwell Mwita, mchungaji Bramwell Mwita, serving in the pastoral capacity at the Symbolic Pepper, ambaye alifanya kazi ya huduma katika kanisa la Pepper 90. Pastor Mokani Marwa, mchungaji Mokani Marwa, adding to the pastoral team at the Victoria Pepper, ambaye alijumuika na kundi la wachungaji katika kanisa la Ushindi la Victoria. Pastor Mokani Marwa, mchungaji Mokani Marwa, absent, adding to pastoral team to Victory Pepper, ambaye alijumuika na kundi la wachungaji katika kanisa la Pepper. Pastor John Robi, mchungaji John Robi, ministering to congregation Tuturio, ambaye anahudumia kanisa pale Tuturio. Pastor Emmanuel Chari, mchungaji Emmanuel Chari, providing spiritual guidance to Taragwidi Pepper, anaongoza kanisa la Pepper Taragwidi. Amen. Then the next one is Pastor Sarah Gati. Pia mwingine ni mchungaji Sarah Gati, breaking barriers as a female pastor from Pugui currently at Magiha. ambaye amevunja changamoto kama mchungaji wa kike kutoka She's on her way coming. anakuja. Then Pastor Dominic Gimonga serving in ministry at Kabiri. Alafu pia tutakuwa na mchungaji Dominic Gimonga na huduma. Next one is Pastor James Marwa contributing to pastoral leadership to Biguku. Mwingine ni mchungaji James Marwa ambaye anahudumu katika kanisa la Pepper. Then Pastor Margaret James. Alafu mchungaji Margaret James, another female pastor, mchungaji mwingine wa kike, demonstrating gender inclusivity in ministry currently to Biguku. ambaye anajumuisha
kuonyesha usawa wa kijinsia katika huduma. Then we proceed to another achievement. Tunaendelea katika mafanikio mengine. Weddings. Ndoa takatifu. Building Christian families. Ambazo zimesababisha kuwepo kwa familia za Kikristo. Petro Kugui has been instrumental in establishing Christian home through holy matrimony. Kanisa la Petro Kugui limefanyika kama chombo dhabiti cha kuwezesha kuwepo kwa familia ambazo zimetokana na ndoa takatifu. The church has celebrated numerous weddings. Kanisa limeshuhudia ndoa kadhaa, each representing a family founded on biblical principles and a commitment to godly living. Zote zikionyesha na kudhibitisha familia zilizojengwa katika misingi ya kiungu na misingi ya Kikristo. Couples united in holy matrimony. Wale walioana ambao walijumuika kupitia kwa ndoa takatifu. The following couples have been joined together in marriage. Wafuatao walijumuika pamoja katika ndoa through Petro Kugui, kupitia kanisa la Petro Kugui, creating strong Christian families, ambayo ilisababisha kuwepo kwa familia dhabiti za Kikristo. The first person was Joseph Tatiro. Joseph Tatiro na mpendwa wake Peter Chacha and his wife. Peter Chacha na mpendwa wake Meshach Mukira and his wife and spouse. Meshach Mukira na mpendwa wake James Maro and his spouse. James Maro na mpendwa wake Thomas Maro and his spouse. Thomas Maro na mpendwa wake Nasoko Charo and his spouse. Nasoko Charo na mpendwa wake David Nyamohona and his spouse. David Nyamohona na mpendwa wake. David was here. David alikuwa hapa. He's out. Ametoka kidogo. Next one is Daniel Songo and his spouse. Mwingine aliyefuata ni Daniel Songo na mpendwa wake. Emmanuel Nyamohona and his spouse. Emmanuel Nyamohona na mpendwa wake. Tabitha Chacha and her spouse. Tabitha Chacha na mpendwa wake. Tabitha, she was married. Aliolewa kutoka hapa. Yes, we get and we give. Tunapata na tunapeana, ama sio? Then Selina Tatiro and our spouse. Na Selina Tatiro na mpendwa wake. Amen. Yes, then Mohere Bohembwe and her spouse. Mohere Bohembwe na mpendwa wake. Eliza Nyamohona and her spouse, though she's late. Eliza Nyamohona na mpendwa wake japo ni marehemu kwa sasa. Gati John and her spouse. Gati John pamoja na mpendwa wake. Tabitha Chari and her spouse. Tabitha Chari na mpendwa wake. Mary Mukira and her spouse. Mary Mkira na mpendwa wake. Esther Sinuni and her spouse. Esther Sinuni na mpendwa wake. Rhoda Mukira and her spouse. Rhoda Mkira na mpendwa wake. Nyangi Esther and her spouse. Nyangi Esther na mpendwa wake. Charles Makara and his spouse. Charles Makara na mpendwa wake. Dominic Gimonge and his spouse. Dominic Gimonge na mpendwa wake. Nehemia Meshach and his spouse. Meshach na mpendwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Jackson Wambura and his spouse. Jackson Wambura na mpendwa wake. Elisha Peter and his spouse. Elisha Peter na mpendwa wake. David Peter and his spouse. David Peter na mpendwa wake. Rogers Nyasonge and his spouse. Rogers Nyasonge na mpendwa wake. And the last person is Abel Nyamohona and his spouse. Na mwisho ni Abel Nyamohona na mpendwa wake, huku tukitarajia wengine zaidi. Yes. The door is open. Mlango u wazi. But it should be above 18. Lakini lazima uwe zaidi ya miaka 18. These 27 weddings ndoa hizi 27 represent not just ceremonies, zimeonyesha sio tu sherehe, but the establishment of godly households, lakini uanzilishi wa nyumba za kiungu that continue to strengthen the church and the community. Ambazo zinaendeleza kujenga kanisa na pia jamii. Conclusion. Mwisho. A legacy of faith. Kila ambacho kimeachwa
kupitia kanisa la Petro Kugui Chapter 5. cha 5, The modern era of growth. kanisa la kisasa la sasa la kukua 2000 to 2025. mwaka wa 2000 hadi 2025. And it preceded expansion under new leadership. Kuendeleza kusikozuiwa chini ya uongozi mpya. From the early 2000s, Kutoka miaka ya 2000, Petro Kugui experienced tremendous growth across all sectors under the transformative leadership of Pastor Peter Moseti. kanisa la Petro Kugui lilishuhudia kukua kwa ajabu kupitia kwa uongozi wa mchungaji Peter Moseti. This kind of marked a new chapter of expansion, Kuwepo kwake na bidii yake ilionyesha mwanzo mpya wa kuendelea and a development that touched every aspect of church life, from education na maendeleo ambayo yaliguza kanisa na maisha ya elimu. and a structural improvement to deep spiritual revival. Na kuendeleza kuinua kiwango cha huduma na kiroho. And his visionary guidance, Na kuleta uvuvio. Asante. and his visionary guidance, Chini ya maono haya yake na uongozi wake, the church witnessed remarkable progress in building projects. kanisa limeshuhudia maendeleo ya kimajengo katika maeneo. Educational initiatives for both children and adults. Kuendeleza elimu kwa watoto na pia kwa watu wazima. And a spiritual awakening that drew many to faith. Na kuleta uvivio mpya ambao umeleta wengi katika imani. Pastor Peter Moseti's exceptional leadership and dedication did not go unnoticed. Mchungaji Peter Moseti kazi ya mchungaji Peter Moseti haijaenda bila kutambuliwa. He has risen through the rank from serving as local pastor at Kugui. Ameinuliwa kutoka kutumika kama mchungaji wa kawaida katika kanisa la Petro Kugui to becoming an overseer, na kuwa mwangalizi wa makanisa mema. leading the entire Bukuria South East district. Ameongoza wilaya ya Bukuria South East. His journey from pastoral ministry safari yake kutoka katika huduma ya uchungaji to a district leadership exemplifies kuelekea kwa uongozi wa wilaya inaonyesha matunda, the fruits of the faithful service and demonstrate how Petro Kugui continues to raise leaders who embed broader church community. Inaonyesha matunda yake ya kiuaminifu na jinsi ambavyo kanisa la Kugui linavyoendelea kuinua viongozi ambao wanaendeleza kanisa. Today, Leo hii as we celebrate this 52 anniversary in 2025, tunaposherehekea kuadhimishwa kwa miaka 52 katika mwaka wa 2025, we recognize that the foundation laid by pioneers tunatambua ya kwamba misingi iliyopandwa na waanzilishi has flourished under his oversight, imeendeleza sana na imesababisha kuendelea na kukua zaidi, positioning the church for even greater impact in the years to come, ambayo imeweka kanisa katika maeneo makubwa na kuinua na pia matarajio ya kuendelea katika miaka ijayo. The 52-year journey of Petro Kugui, Miaka 52 ya safari ya kanisa la Petro Kugui from 1973 to 2025, kutoka mwaka wa 1973 hadi 2025 is a statement to the power of faith, ikionyesha muhimu katika nguvu ya imani, determination,
kuendeleza kujizatiti and the community. na jamii. From humble beginnings Kutoka kwa mwanzo uliokuwa chini to raising 12 pastors hadi kuinua wachungaji 12 and celebrating 27 weddings, na kushuhudia ndoa 27. this is through a journey of hope and determination. Hii kabisa inaonyesha safari ya imani ya kuendelea. As Pentecost celebrates its 25th 52nd anniversary, Kanisa la Pentecost linapoadhimisha miaka 52 ya kuwepo kwake, it stands not just as a church haisimami tu kama kanisa, building, kama jengo tu, but as a spiritual lighthouse that has spread the gospel throughout the region. lakini kama mwangaza wa kiroho ambao umesababisha injili ya Kristo kufikia wengi katika jamii. Developed leaders for ministry, Ambayo imekuza viongozi kwa ajili ya huduma. build strong Christian families. Ambayo imejenga familia thabiti za Kikristo. The legacy continues. Ambapo uwepo wake kile ambacho imefanya inaendelea bado. And the journey of hope and determination marches on into the future. Na safari ya tumaini inaonyesha kuendelea kwake hadi mwisho. For we are God's handwork. Sisi tukiwa kazi ya Mungu. For we are God's handwork. Sorry, allow me to read the book in Swahili language so that exactly I can quote what is not in the Let me read it then. For we are the God's handwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians chapter 2 verse 10. Then, who has gotten that? Okay, Ephesians chapter 2 and verse 10. The Bible says in Swahili language. Inasema ya kwamba maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. And then the legacy continues. And the legacy continues. Wow. And the legacy na historia inaendelea. Wambia historia inaendelea. Wow. Ni mwanzo tu. Imagine. Bali kuna zawadi katoka kwa historia. Unajua nataka dakika ngapi? Dakika ngapi? Pesa ndoshi. Dakika ngapi? Dakika ngapi? Pesa ndoshi haraka. Dakika mbili kwa watu wachangamke. Maswali ya mbio. Maswali ya Rogers. Shika hii. Washa hii. Bonyeza sikio. Pesa ndoshi. Nataka praise moja kali. Sasa. Mwanangu. Bonyeza sikio. Asikie tena. Mungu salama. Mkiwa ready niambie dakika mbili muhimu. Mtukuze Mungu kwa njia ya sifa. Wapi tuketi kwanza? Roger sasa. Yes, niko chonjo. Bwana sifusikii. Sorry? Bwana sifusikii. Sauti inatoka. Sauti inatoka. Inatoka vizuri. Ukuli kuna miaka mingapi kufikia siku ya leo? Kuna miaka 52 kulingana na historia tuliyoisikia. Kulingana na historia, ukuli ilianzishwa mwaka gani? Ukuli ilianzishwa mnamo mwaka 1973. 73. Kulingana na historia. Ndio. Ni nani kwa hawa alikuwepo? Walikuwepo wengi hapa ndani, lakini kulingana na historia namuona Pastor Peter Itembe, namuona mchungaji Joseph Tatiru, namuona mchungaji Paul Nyamhono, namuona mchungaji Peter Chacha, namuona Mama Wasia Seki. Alafu tumefanya harusi ngapi? Wamefanya harusi ngapi? Sisi tumefanya harusi 27. Sisi unajua Mimi nikiwepo. ndio maana nasema wao. Yes. Harusi ngapi? 27. Kwa hesabu najua uko mzuri wa hesabu shule. Nakuelewa bro.
miaka 52 Ndio. tumefanya harusi ngapi kila mwaka? Ama kwa hiyo miaka tumefanya harusi ngapi every 2 years? Inaonekana kwamba kwa miaka miwili tumefanya at least harusi moja. Kila miaka miwili kuanzia mwaka wa 1973 kanisa la Kuguri linafanya harusi kila miaka 2. Yesu asifiwe. Angalau moja. Angalau moja.